Maisha aliyoishi Papa Francis yamewashangaza watu wengi. Hii ni baada ya utajiri wake kubainika baada ya kifo chake kuwa kwamba alikuwa na utajiri wa thamani ya chini kabisa wa chini ya dola 100 sawa na shilingi 250 za Kitanzania. Hakuwa na mali ya aina yoyote, hakuwa na akaunti ya benki binafsi wala uwekezaji wowote kwa jina lake. Licha ya kuwa na haki ya kupokea mshahara wa kila mwaka wa takriban euro 340 sawa na shilingi bilioni 1.3 kama kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis hakuwahi kupokea hata senti moja. Akiwa mshiriki wa shirika la Kijesuit la Society of Jesus, alichukua nadhiri kwamba ataishi maisha ya umasikini, akishikilia kwa uaminifu hadi mwisho wa uongozi wake. Tofauti na mapapa waliomtangulia waliokaa kwenye makazi ya kifahari ya kipapa, Papa Francis alichagua kuishi katika nyumba ya kawaida, Casa Santa Marta, ndani ya Vatican. Maisha yake ya kila siku yalibaki kuwa rahisi, huku akikataa kila aina ya anasa. Gharama zote muhimu kama vile makazi, chakula, usafiri na ulinzi zililipwa na Vatican, lakini yeye binafsi hakuwa na tamaa ya kujinufaisha binafsi. Maisha yake kila siku yalijawa na unyenyekevu. Alijiepusha na anasa na vitu vya kifahari, na badala yake alijikita katika kazi za huduma za kanisa, sala na kuwatumikia watu wa Mungu. Urithi wa Papa Francis hautakumbukwa tu kwa mafundisho yake au juhudi zake za kuleta mageuzi ndani ya kanisa Katoliki, bali pia kwa namna alivyoweza kuishi kila alichokihubiri, kwa kuacha anasa na mali, akijenga mfano hai wa maisha ya kiinjili, maisha ya unyenyekevu wa upendo wa kweli. Jina langu naitwa Hermas na hii ni Manara TV.